Sanzu, nimekuta kuna Wasukuma pia huku, Wailaki na wengine. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi kwa majina yangu naitwa Mchungaji Fortunatus Buwawa. Naokoka, nampenda Yesu Kristo. Niko tokea Mwanza, Nyegezi. Watu wa Mungu wanawasalimia. Amen. Na mchungaji anawasalimia sana. Amen. Na wazee wa kanisa anawasalimia sana. Nimeongea naye pia walipotoka ibada ya kwanza ya morning service, baada ya kwanza ya saa 1, nikawa nimempigia simu akasema wasalimie sana. Amen. Sasa hivi wako kwenye ibada ya pili na wakitoka wataingia ibada ya 3. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi ninafundisha, tuko hapa kwa kusudi la Mungu. Amen. Nilikuwa nazungumza na timu yangu, nawaambia nimetamani miaka mingi kufika maeneo haya, lakini bado mlango ulikuwa umejifunga. Hatukupata mlango mahali pa kupitia, lakini Mungu ndio anatengeneza njia. Amen. Kwa sisi tumefika hapa na wala sio mwisho tena. Amen. Tunaona kama Mungu ametufungulia mlango mkubwa wa kuja huku, na mwakani tutakuwa na timu yetu, tutakuwa na mkutano mkubwa. Amen. Tutakuja na vyombo na timu yetu kutoka kanisani, idara yetu ya umisheni, tutakuja kupatia moyo tena. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa sababu tumeshaijua njia tena. Amen. Unajua ukishaijua njia tena upotei sasa. Bwana asifiwe sana. Amen. Upotei tena. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki sana mno. Amen. Wale mnaofuatilia mafundisho yetu, tunapatikana kwenye channel inaitwa New Hope for All People, au Tumaini Jipya kwa watu wote. Bwana asifiwe. Amen. Hata ibada hii ukiifuatilia utaiona kwenye mtandao, mataifa yote na watu wengi, nchi mbalimbali. Bwana asifiwe sana. Amen. Nafundisha kwa habari ya matokeo ya kumpokea Yesu Kristo. Amen. Kama unaandika, andika matokeo ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuna wakati tunaweza kuwa ni kweli tumemwamini Yesu Kristo, lakini hatujatambua matokeo ya imani yetu. Sasa nisikilize vizuri. Ninapofundisha habari ya matokeo ya kuokoka kwako, nafundisha kila ambacho kimekutokea, kila ambacho kimetokea kwako, na kila ambacho Mungu amekufanyia kwenye maisha yako. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante mfalme wa uzima na Mungu wa rehema na Mungu wa neema. Asante kwa ajili ya watoto wako na wajoli wako, kwa jinsi ambavyo Mungu umewapenda mno, umewatunza na umewatamia na umewazingira. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Na mtu anaweza kutafasiri Kiazabe? Yupo? Eti unaweza kutafasiri kwa Kiswahili? Amina. Bwana Wakolosai 2:13. Kitabu cha Wakolosai sura ya 2 na mstari wa 13 na ule wa 14. Anasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Wakolosai 2 mstari wa 13 na wa 14. Bwana asifiwe sana.
Tunazungumzia matokeo ya kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Anazungumza cha kwanza anaonyesha tatizo ndio tufanya sisi tuokoke. Anaanza kuonyesha kwanza changamoto ambayo inatufanya sisi tuokoke, na tukishaokoka tunaanza kufikiria kwa habari ya wengine ambao bado hawajamwamini Yesu Kristo. Mstari huu wa 13 unatufundisha kwa habari ya kifo, habari ya mauti, habari ya kutengwa na Mungu, habari ya kuachwa na nani? Na Mungu. Anasema nanyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutaliwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yetu. Anazungumzia kifo. Sasa mtu anaweza kuniuliza, hivyo wale ambao hawajaokoka, wahazabe wote walioko hapa ambao hawajaokoka na hawamtaki Yesu, hawampendi Yesu, mbona hawajafa? Tunapozungumzia kifo, ile dhambi ilipoingia ndani ya maisha ya mwanadamu, roho ya mwanadamu na roho wa Mungu hawakukaa pamoja. Kwa nini? Manake roho wa Mungu akajitenga na roho ya mwanadamu. Kwa hiyo roho ya mwanadamu ikatengwa. Inapotengwa roho yako, tayari hiyo ni mauti, kwa sababu ukifa hautamwona Mungu. Ukifa hautakutana na Mungu, hauna ushirika na Mungu. Hicho ndicho kifo cha kiroho, cha kutokukaa na Mungu, cha kutokuwa na ushirika na Mungu, cha kutokuwa na umoja na nani? Na Mungu, na kutokuwa chini ya nguvu za Mungu. Kwa hiyo shetani anatumia ule mlango ambao mwanadamu ameuacha wa kutokuwa na ushirika na Mungu, anautumia huo kuinua vitu vingine ambavyo huyu mwanadamu vitamfanya amsahau nani? Mungu. Anaweza kuabudu chochote. Bwana asifiwe sana. Lakini mstari wa 14 anazungumzia kwa habari ya tumaini letu. Tumaini letu, mstari na upenda wa 14, anasema akiisha kuifuta kwanza, ule mstari anasema akatusamehe, tukafufuliwa pamoja naye. Hatukufufuka pamoja, tukaponywa. Kwa nini? Tulipoponywa pamoja na Kristo. Anazungumza kwamba kifo cha Yesu msalabani, uwepo wa Yesu duniani ndio ulioleta matokeo ya sisi kukutanishwa na nani? Na Mungu. Kwa nini? Maana nasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nani? Na nafsi yake. Kwa hiyo kazi ya Kristo aliyokuja kuifanya duniani, maana yake ni huyu hapa amefarakana na Mungu, na huyu ni Mungu. Halafu Kristo akasimama mahali katikati, halafu akatuleta sisi wote pamoja, akatuvuta kwa upendo wake, kwa upendo wa Mungu, akatuchukua sisi wanadamu, akatusogeza, halafu akaanza kutuonyesha Baba, akatutambulisha Baba, akatuonyesha Mungu wetu aliyetuumba, wala sio mizimu tena, sio mapokeo ya mababu, sio mila na desturi tena. Tukaletwa pamoja kwa Mungu, halafu akatupatanisha. Tunapofika kwa Mungu, tunaikuta tayari kuna sadaka iliyokuwa pale msalabani. Huyo akaenda msalabani, akamwaga damu yake, akafanyika kuwa upatanisho kwa damu yake. Manake nini? Tumempokea Yesu Kristo kweli, lakini lazima tutubu dhambi. Tunapotubu dhambi, kipi kinachotufanya sisi tustahili tena kurudi mikononi mwa Baba? Ile damu ya Yesu iliyomwagika pale Kalvari inatusafisha sisi dhambi na zote. Na ndio maana anasema katika ile mstari wa 13, anasema hivi kwamba akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea pale msalabani. Kwa hiyo ile hati yako iliyokuwa nashtakiwa toka Adamu na Hawa na wazazi wako na mababu zako na mabibi zako na ukoo wako, wewe ukasamehewa, ukatolewa.
ukafutiwa. Kumbuka, Mungu hajafuta hati ya ukoo, amefuta ya kwako. Bwana asifiwe sana. Amen. Amefuta ya nini? Ya kwako peke yako. Sawa? Na kama Mungu amekufutia, basi hauna budi ya kuwasaidia wengine ili nao waelewe kwamba kuna mashtaka, kuna hukumu ya Mungu na wanaweza kuiepuka hukumu hiyo. Na leo mchana tukimaliza ibada hii, sisi tunaenda kwenye ushuhudiaji. Bwana asifiwe. Amina. Nafundisha matokeo ya kumpokea Yesu. Unasamehewa dhambi, unasamehewa dhambi zote, na ile hati ya mashtaka inafutwa kwako, haipo tena. Tunafundisha hiyo ni namba 1, unasamehewa dhambi zako. Kwa hiyo ninyi mlioko hapa, Mungu awabariki, kwa sababu Mungu ameshakwisha kuwasamehe. Haijalishi ulifanya nini, haijalishi dhambi yako ilikuwa ni kitu gani, haijalishi, usiweke moyoni mwako wala usikumbuke tena nini nilifanya kwenye maisha yangu kabla sijampa Yesu maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Lakini matokeo ya pili ya kumpokea Yesu Kristo, unahamishwa toka katika nguvu za giza na kuingizwa katika ufalme wa Mungu. Unahamishwa, unatolewa katika ile nguvu za giza sasa, ambako ndiko kunakotamkwa kama roho ya mauti, kule kwenye mashtaka, kule tulikokandamizwa, kule tulikokuwa tumefungwa, tulikuwa tumetawaliwa na nguvu za giza. Jamani, hakuna mtu ambaye alikuwa anamjua Mungu, hakuna mtu ambaye alikuwa anamwelewa Mungu. Sisi wote tumesikia neno la Mungu, halafu na kumgeukia nani? Mungu. Tulikotoka ni giza, na kwa kuwa tumetoka gizani, basi anazungumza matokeo ya pili kwamba tunahamishwa. Ile Wakolosai 1 na ule mstari wa 13. Wakolosai 1 ule mstari wa 13. Tunahamishwa, ujue kwamba umeshahamishwa. Na hapo ndipo unapokuwa umeokoka, ujue kwamba wewe ni mtu tofauti na watu wengine. Unapokuwa umeokoka, usijilinganishe na watu wengine ambao hawajaokoka. Usijifananishe na watu wengine. Usizungumze kama wao, usifikiri kama wao, usienende kama wao, usikae kama wao. Kwa nini? Mungu ameshakuhamisha kutoka kule. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe unahesabiwa mbinguni jina lako. Duniani hapa umebakia kama msafiri na mpitaji, lakini wewe umekuwa raia wa wapi? Wa mbinguni. Anasema ile Wakolosai 1 mstari wa 13, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Unaufahamu ufalme wa mwana wa Mungu, ufalme wa mwana wa Mungu wa pendo, upendo wa Mungu. Anasema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu, halafu akamtoa mwanae. Akatoa, Mungu akatoa. Kumbe Mungu anatoa, na sisi tumetoa sadaka. Mungu akatoa, sawa? Akatoa kwa nani? Akatoa kwa wanadamu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akatoa, akachukua cha kwake, halafu akawapa wanadamu. Akatupa Yesu Kristo kama sadaka, sawa? Na alipotoa akamtoa mwanae, ili kila mtu afanyeje sasa? Kwa kuwa Mungu ametoa, ili kila mtu amwaminie huyo aliyemtoa Yesu Kristo, aliyemtoa Mungu, basi kila mtu awe na uzima wa milele. Anaanza pale tu unapokuwa na Yesu Kristo, una uzima wa milele ndani yako. Bwana asifiwe sana. Sema Ufunuo 20:15. Nitakuwa namaliza hapo somo langu. Ufunuo sura 20 mstari wa 15. Anasema, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kama mtu hakuonekana, maana yake unafutwa. Haijalishi uliokoka. Kuna watu wengi waliokoka na wameshindwa kuishi sawasawa na maisha ya wokovu. Maana yake Mungu anafuta jina lako. Kumbuka tumesema majina yetu yameandikwa wapi? Mbinguni. Tumehamishwa kutoka katika nguvu za giza na kuingizwa katika ufalme wa pendo
kwa Yesu Kristo, lakini sisi tumesamehewa dhambi. Sisi tumekuwa watoto wa Mungu. Sisi tumekuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Sisi tumekuwa wapatanishi. Tunapewa ile huduma ya upatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Tunaanza kumtumikia nani? Mungu. Tunakaa na Mungu. Sisi, Mungu ameahidi atakaa pamoja na sisi, hata tuacha hata ukamilifu wa dahari. Lakini kama tutashindwa, anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tunakuwa viumbe vipya. Kwa nini? Kwa sababu ile tabia ya kwanza, maisha ya kwanza na hali yetu ya kwanza, yote tumeshakwisha kuikana. Unaikana mwenyewe. Hakuna mtu atakunyang'anya sigara mdomoni, atakunyang'anya pombe, atakunyang'anya chochote, atakunyang'anya uongo, atakunyang'anya hasira. Tunatupa wenyewe, tunakataa wenyewe, tunasema hivi hatuvitaki, kwa sababu tulivifanya zamani kabla hatujaokoka. Kama kuna vitu ulivifanya zamani kabla hujaokoka na bado vinakufuatilia hata baada ya kuokoka, ujue uko kwenye changamoto ngumu sana. Ni vizuri kuvikataa na kumwambia, mimi nataka mabadiliko, namtaka Yesu abadilishe moyo wangu, abadilishe maisha yangu. Nataka kwenda mbinguni. Kwa nani? Kwa Baba. Tunataka twende mbinguni kwa Baba. Tumeitwa na kuja kuambia wito kwamba sisi wote tumeitwa na Mungu kwa ajili ya tumaini la kwenda mbinguni kwenye mzima wa nini jamani? Kwa milele. Mungu abariki. Acha ni mshukuru Mungu na nitamkaribisha mchungaji sasa kwa ajili ya kwenda na historia. Bwana Yesu asifiwe. Amen.